chochote kilichoandikwa kwa ajili yangu, iwe ni fedha, iwe ni watu, wengine ni kazi. Anatafuta kazi, lakini kuna kazi ya kwake imezuiliwa mahali. Sema kwa jina la Yesu, ninarudisha asubuhi ya leo, ninarudisha asubuhi ya leo chochote kilichofichwa, chochote kilichozuiliwa, chochote kilichofichwa mahali, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninakiita kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakiita kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hicho kilichofichwa mbele yangu, hicho kilichofichwa kwenye macho yangu, asharabarabababa aropo koria mandorobosika. Kuna watu wanaishi maisha ambayo sio maisha yao, fedha zao zimezuiliwa, kazi zao zimezuiliwa. Hebu asubuhi ya leo tamka chochote ambacho kimefichwa au kimezuiliwa mahali, kiambie kwa mamlaka ya jina la Yesu, hizo fedha zangu ninaziita asubuhi ya leo, hizo fedha zangu ninaziita asubuhi ya leo, hiyo kazi yangu ninaita asubuhi ya leo. Wengine ni vibali vimefichwa, yupo lakini amefunikwa, kuna mambo hayaonekani. Ashalama koria mandarama arapa koria baba. Wengine wanatafuta watoto lakini wamefichwa. Hebu asubuhi ya leo mwambie Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mahali popote walipoficha mambo yangu, walipoficha fedha zangu, walipoficha vitu vyangu, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, asubuhi ya leo chochote kije kwenye maisha yangu, ninaamuru chochote kile cha kwangu kije kwenye maisha yangu, ninakiita tena asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hebu anza kutumia na mamlaka sasa. Hebu waamlishe malaika, waamlishe malaika, wapite kila mahali, wapite kwenye anga, wapite kwenye wachawi, wanyang'anye kila kilicho cha kwako, warudishe kwenye maisha yako. Hebu amuru sasa malaika, rapa robo shaka lekoriaba rapa koriaba, wapite kwenye anga, wapite kwenye mapambo, wapite kwenye vibuyu vyao, wapite kila kwenye uganga, wapite kila kwenye uchawi, kila ambacho kimeandikwa kwa jina langu, chochote kilichoandikwa kwa ajili ya familia yangu, hebu amuru virudi vyote. Ashandarama arobo kori asarama koriama lesotoria baba ashandorobo. Amuru kila mahali, amuru. Kuna vitu vya watoto wako havipo na viko mahali, hebu viamuru vije. Wengine ni akili za watoto, yupo lakini kama hayupo, yupo kama hayupo. Wengine wanaenda shuleni kusindikiza wenzao. Mwambie Baba, chochote ambacho kipo kwa ajili ya watoto wangu ninakiamuru asubuhi ya leo kirudi. Hivyo vipawa virudi, hivyo vipawa, hiyo akili, hiyo karama ishuke ndani yao. Ashara baba arapa koraba baba lego robo koria. Wale wanahitaji vitu vyao virudi, hebu omba asubuhi ya leo. Paza sauti yako, mwambie Shetani, chochote ulichochukua kwa ajili yangu, ninaishi maisha ambayo sikutakiwa kuishi, ninaita chochote, iwe ni fedha, iwe ni mali, iwe ni jambo lolote, iwe ni kipawa, iwe ni watu fulani, waite asubuhi ya leo, waite virudishwe asubuhi ya leo. Aya makoria arapa kandorobo lebo koria makoria. Hebu vite kila mahali, vite kila mahali, vite kila mahali, vite kila mahali, vite kila mahali. Wengine wanaishi maisha ambayo sio ya kwao, kuna vitu vimechukuliwa, kuna vitu vimezuiliwa vya kwao. Asubuhi ya leo paza sauti tena, omba, mwambie Baba, kila kilicho cha kwangu, kila kilicho cha kwangu, kila kilicho cha kwangu, damu ya Yesu linapita, ipite kila mahali, ipite kila mahali, ipite kila mahali, ipite kwenye anga, ipite kwenye mapambo, kila mahali, kwenye vyumba vyovyote, kila kilicho cha kwangu ninakiamuru
Ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, kije kwangu chochote kilicho cha familia yangu asubuhi ya leo, ninakiamlisha popote kilipo, hizo fedha popote zilipo, ninaziamlisha asubuhi ya leo, ninaziita asubuhi ya leo. Rapakayabano lesando robokoria shandaraba. Hebu anza kumshukuru Bwana huku ukipigia makofi ya shukrani Bwana, makofi ya ushindi. Kila kilicho cha kwetu kitakuja kwetu. Pigia Yesu makofi mengi, nami nakutabiria asubuhi ya leo, kila kilicho cha kwako kikufuate, kije kwako, iwe ni nafasi, iwe ni vipawa, kila cha kwako, hizo fedha zako zikufuate, zikutafute kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi yako mengi. Haleluya. Tunashinda zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo tumemwomba Bwana. Unaweza ukaketi kwenye uwepo wa Bwana na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupa tena asubuhi ya leo. Tunaomba kwa habari ya kuomba juu ya msaada kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kuna ufunuo mwingi sana na kuna mambo mengi sana ambayo nahisi sitaweza kumaliza, lakini na kujengea msingi kwenye yale ambayo ni ya muhimu pia kwa baadhi ya watu. Tunaomba kwa habari ya kuomba msaada kwa Mungu kwenye maisha yetu. Na tukaangalia mambo mengi, tukaomba toba. Jambo la kwanza, kuna watu wanaenda kutafuta msaada mahali ambako hakuna msaada kwa ajili yao, na tukasema tukaomba toba. Lakini jambo la pili, tukasema hakikisha unachukua hatua ya kurudisha moyo wako katika kuweka tumaini katika kutaka msaada kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza ukawepo lakini moyo wako haupo kwenye tumaini katika Bwana. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao ukiwalisia wapo lakini mioyo yao na tumaini lao halipo mbele za Bwana. Kuonyesha mambo mengi sana ambayo kwenye nyakati hizi watu wengi wameweka mioyo yao vitu vingine ambavyo si vya thamani sana mbele za Mungu kuliko Mungu mwenyewe. Wanaweka thamani pesa, wako tayari wafanye chochote. Kuonyesha kwa habari na kutolea mfano kwa habari ya miaka hii 2000, watu wako tayari kufanya chochote kwa sababu ya pesa. Akiona pesa, hajali kwamba huyu ni mzee wangu, hajali huyu ni baba yangu, anaenda kufanya vitu vya ajabu ambavyo Mungu hapendi. Mungu anataka tumaini la kwanza kwenye mioyo yetu tuweke kwake, tumtumaini yeye kwanza. Kila kitu Mungu anaweza kutusaidia kwenye maisha yetu. Na natamani niende mbele zaidi kulingana na mambo mengi ambayo yako mbele yangu hapa, natamani niendelee. Andika jambo lingine la tatu. Lengo ya kufundisha haya ni kama najenga msingi, wapendwa. Lengo letu ni kuomba maombi ya kuomba msaada. Kwa hiyo tutaangalia baadhi ya msaada mbalimbali ambayo tunahitaji kwenye maisha yetu. Na nilikuonyesha pale kuna msaada Daudi alikuwa naomba kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ya 60 mstari kuanzia ule wa 11. Alikuwa naomba kwa habari ya msaada kutoka kwa Mungu juu ya mtesi. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kuomba pia hapa huko mbele kwa habari ya mtesi. Mtesi ni mtu anayeleta mateso. Mimi sijui ni nani analeta mateso kwenye maisha yako. Tutapata nafasi ya kuomba Mungu atusaidie juu ya hao. Unawajua au hawajui. Lakini sasa huko hatujafika. Tuko kwenye mahali ya kujenga msingi. Kuna baadhi ya vitu vya muhimu ambavyo nilifunuliwa ambao natamani tupate nafasi ya kuvishughulikia. Andike jambo la tatu. Kushughulika na madhara yanayoletwa na kutafuta msaada sehemu nyingine tofauti na Mungu, au tunasema shughulika na madhara yaliyoletwa na kutafuta msaada mahali ambapo hakuna msaada kwa ajili yako. Kushughulika na madhara. Kabla sijaendelea kusoma chochote hapa, nikupe tu picha ambayo natamani uelewe kitu gani tunataka tuombe hapa. Wapendwa katika Kristo, tuliona kwa habari ya mwana mpotevu kwenye kitabu cha Luka sura ya 15. Mwana mpotevu alienda kutafuta msaada mahali pa mtu. Biblia ilikuwa inamtaja yule mtu, alikuwa anasema ni mtu wa nchi ile.
lakini kiuhalisia hakupata msaada. Lakini ukiona tu picha ya mwanzo ya mwana mpotevu, alitoka nyumbani kwa baba yake, lakini kwa tafsiri nyingine ni kwamba aliona kuna kitu cha zaidi ambacho naweza kukipata kama sehemu ya msaada kama nikienda kujitegemea. Kwa alienda akazunguka, lakini kiuhalisia ni kwamba hakupata msaada wowote. Lakini ukisoma vizuri kiufunuo kwa habari alivyokuwa akirudi, itakupa picha nzuri ya kuonyesha kwamba kuna aina ya madhara ambayo huyu mtu alikuja akiwa nayo, kwenye kiwango ambacho akiwa akiomba toba kwa baba yake na mbele za Mungu, akihitaji msaada tena kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kitabu cha Luka sura ile ya 15 mstari wa 19, anazungumza pale, anasema sifai hata kuitwa mwana wako. Mwana mpotevu anazungumza kwa mbele ya babake, sifai hata kuitwa mwana wako. Maana yake tafsiri nyingine alikuwa anatufundisha kitendo cha kutoka kwa baba yake, na huku nyuma alikuwa naomba kwamba ninaomba unisamee, nimekosa mbele yako na mbele ya baba. Tafsiri yake kuna aina ya makosa yalimfanya mpaka anajiona ndani yake ya kwamba kiukweli sistahili kuitwa mwana wako. Hii inatupa picha, kuna mahali ambapo Mungu yupo, hauendi kutafuta msaada kwa Mungu, unaenda kutafuta msaada kwa Mungu mwingine. Tafsiri yake umejivua kutoka kwenye nafasi ya kuwa mwana kwa huyu baba, umeenda kumtafuta baba yako mwingine. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna makosa ukiyafanya, tena mojawapo ya kwenda mahali kutafuta msaada mahali pengine. Manake nilikufundisha jana, kitu chochote ambacho umekipa attention kwenye maisha yako ndicho unakipa nafasi ya kuwa na moyo wako. Umekipa attention kukisikiliza, na tafsiri yake ni kwamba Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Kama umekipa attention, umekisikiliza na ukaona pale ndiko kuna msaada wangu, ukaenda, kinakuja kubadilisha kitu kinaitwa imani yako na moyo wako. Kwa hiyo huyu moyo wa huyu mtu hauwi tena katika kumtumaini Mungu, inaanza kutumaini kitu kingine ambacho huyu mtu anaamini ndiko kwenye msaada wake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu anavyoenda kule tena, tafsiri ya kiroho, maana yake anajaribu kumwambia Mungu, wewe si Mungu ila huyu ndio Mungu. Tunaelewana vizuri wapendwa? Tafsiri yake, kama kuna mahali kuna kitu umekipa moyo wako, umekipa imani yako na umekipa nafasi ya kukitumaini hicho kitu kama sehemu ya msaada wako, umekipa nafasi ya kwamba huyu ndio Mungu wangu, ndio anayeweza kunisaidia, lakini huyu Mungu tunayemtaja kwa jina la Yesu hawezi kunisaidia. Maana recognition ipo huku, lakini huku kwa Mungu haipo. Nafasi ya uwana inaondoka, nafasi ya kuwa kama mtoto wa Mungu inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutakuonyesha huko mbele. Biblia inasema Mungu anasema mimi huwapenda wale wanipendao, na kuna mahali pengine anasema wale wanipendao ni wale washikao sheria yangu. Kwa hiyo kinachomfanya Mungu hampende mtu ni mtu kwanza kushika sheria yake. Ni tafsiri mojawapo kwamba unampenda Mungu, namba moja. Lakini namba mbili, wale ukishashika sheria yake na ukampenda Mungu, hicho ni kigezo kimojawapo kinachotengeneza nafasi ya Mungu Yesu mwenyewe akiwa anakupenda wewe. Kwa hiyo kuna upendo huu wa pili ambao unaweza ukawa tofauti kati ya huyu na huyu. Even though kwenye nafasi ya kwanza Mungu anatupenda wote, ijapokuwa Biblia inasema Mungu ni pendo, anatupenda wote, ila kuna nafasi nyingine ya upendo ambayo Mungu ameitenganisha hapo. Asema wale wanipendao, mimi huwapenda wale wanipendao, ni wale washikao sheria yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kuna utofauti fulani ambao unakuja kwenye nafasi ambayo wewe ukianza kumpa Mungu utukufu na kumtumaini Mungu kama sehemu mojawapo ya msaada. Sasa fungua tena kitabu hichi cha Wafalme wa Pili, kuonyeshe hapa, alafu tupate nafasi kwa kitabu cha Wafalme wa Pili. Kama una Biblia yako, fungua kitabu cha Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya kwanza, tuanzie mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: ikawa baada ya kufa kwake Ahabu Moabu wakawaasi Israeli,
na Ahazi akaanguka katika dirisha la chumba cha orofa katika Samaria, akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, eneneni mkaulize kwa Beelzebub mungu wa Elkon kwamba nitapona ugonjwa huu. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Eliya Mtibishi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu mwingine katika Israeli, na hata mnakwenda kuuliza kwa Beelzebub mungu wa Elkon? Basi sasa Bwana asema hivi, utashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Eliya akaondoka. Nazungumza habari ya Eliya Mtibishi. Wale wajumbe wakarudi kwa mfalme, wakamwambia, mbona mmerudi? Wakamwambia mtu alitokea akaonana nasi akatuambia, enendeni mrudini kwa mfalme yule aliwatuma, mkamwambie Bwana asema hivi, je, kwa sababu hapana Mungu mwingine katika usharika wa kisasa, hata mnakwenda kuuliza kwa Beelzebub mungu wa Elkon? Basi kwa ajili ya hayo hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Ahazi ameanguka katika dirisha. Baada ya kuanguka Ahazi, Biblia inasema akawa mgonjwa. Jambo la kwanza alilokuwa kwenye moyo wake Ahazi, alikuwa na matumaini makubwa sana ya kwamba nikienda kuuliza kwa yule Beelzebub, yule mungu wa Elkon, ninaweza kupata majibu ninayoyapata ya kwamba huu ugonjwa nitapona ama nitakufa. Lakini kumbe Mungu alikuwa anasikiliza moyo wake na kugundua kile alichokuwa anakifanya, mpaka anataka kutuma wajumbe wake, akawatuma wajumbe wake. Alafu Mungu anashtuka, anamtuma mtumishi wake Eliya Mtibishi, anamwambia, nenda kawafuate wale wajumbe, kawaambieni, ruambie kwanza warudi, kamuulizeni huyo aliyewatuma, huyo mfalme, muulizeni huko anakoenda kuuliza, je, hakuna Mungu wa Israeli huko ambaye yupo? Hakuna Mungu wa usharika wa kisasa anayeweza kujibu hilo swali? Hakuna huyo Mungu wa KKT anayeweza kujibu hilo swali ya kwamba je, atakufa au la? Hakuna huyo Mungu. Mpaka uende kuuliza kwa huyo mganga, kwa huyo mchawi, kwa huyo Mungu wa sehemu nyingine, hakuna. Akamwambia, sasa kwa sababu ameamua kufanya hivyo, mwambie atakufa na wala hatashuka kwenye hicho kitanda. Kwa tafsiri pana ya kiroho tena, anapozungumza habari ya kwamba hatoshuka kwenye hicho kitanda, tafsiri ya kwenye kitanda, wapendwa katika Kristo, ni mtu aliyelala. Ni mtu ambaye, tafsiri ya kiroho, si mtu ambaye amesimama. Kuna kitanda ambacho unaweza ukalala ukiwa umesimama hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu aliyelala, maana yake ni mtu ambaye hana uwezo wa kusimama, tu aliyelala. Tafsiri yake anajaribu kumwambia kwa tafsiri nyingine, hakikisha mambo yako yoyote, yawe ni ya uchumi, yawe ni nini, hayataweza kusimama. Kwa ni madhara mojawapo ambayo yanaweza kutokea pale mtu anapoweka tumaini sehemu nyingine na kwenda kutafuta msaada sehemu nyingine. Hii inatupa picha wazi ya kwamba kumbe kuna aina ya madhara unaweza ukayapata ukiwa kwenye upande wa Mungu na ukienda kutafuta msaada sehemu nyingine. Kuna vitu wewe na Mungu mnakosana. Lakini nakuonyesha madhara mengine ya pili kwenye upande wa pili, lakini hilo ni jambo mojawapo ambalo linatupa kwa habari tu ya hadhi. Anapojaribu kwenda kutafuta msaada sehemu nyingine, kuna makosa anayasababisha kwa Mungu wake. Anasema hautasimama kwenye hicho kitanda, maana yake kuna mambo yake hayataweza kuinuka. Kuna mambo ya kiuchumi, ya kinini, hayataweza kusimama, yatalala. Tafsiri nyingine, tunapozungumza habari ya mtu akiwa amelala kitandani, mtu aliyelala kitandani, wapendwa katika Kristo, hawezi kupiga hatua. Akilala pale, amelala pale. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni moja ya ufunuo mwingine. Wale watu wanaopenda kulalalala, kemea hilo pepo la kulalala. Pepo la kulalalala sana. Kulala ni sehemu ya pumziko, wapendwa, lakini
kuna wale wanapenda kulalala. Hizi ndio athari mojawapo, huwa wanaambatanishwa na hizi roho za kuto kusimama kwenye mambo yao. Lakini si hivyo, ni roho ya kuto kupiga hatua. Wale wengi waliopiga hatua na matajiri wengi wanaomiliki uchumi mwingi, ukiwauliza schedule yao ya kulala, atakwambia mimi nalalaga saa 8 lakini naamka saa 10. Sasa utakalkulate muda anaolala. Alafu kuna wengine ambao hatuna fedha, kiwango cha muda wetu wa kulala ni kikubwa kuliko kiwango cha kutumia kutenda kazi, hata kuomba, kufanya nini, kikubwa. Hawa wengi huwa wanaambatanishwa na aina ya roho ya kuto kuinuka kwenye mambo yao, lakini ni mambo yao kuto kupiga hatua kwenye jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ahazi anapewa madhara haya kwa sababu ameenda kutafuta msaada mahali pengine ambapo Mungu anajua huko unakoenda hakuna msaada, lakini kuna Mungu wa Israeli ana msaada kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine hapa anakwambia, nilikwambia pia jana, anasema hakika utakufa kwenye madhara mengine. Mauti huwa inaambatana na watu wanaoenda kutafuta msaada mahali ambapo hakuna msaada kwenye maisha yao. Haleluya, haleluya. Sasa haya ni madhara yanayotokea kwa Mungu. Kwa shetani ndio yako mengi sana. Mengine nilieleza jana, ni mtu unaenda kwenye kanisa fulani na hauna uhakika kwamba Mungu wa hapo ni Mungu ambaye ndio Mungu wako. Ukifika kule, tumeshasikia shuhuda nyingi, akikubandika mikono kuna kitu kingine anakichukua. Shuhuda mmoja, dada mmoja nilikuwa namuombea mahali fulani, asema alikuwa Facebook, wakati anaangalia Facebook akakuta kuna mtumishi mmoja ameandika ujumbe mkubwa sana na mzuri ambao yeye aliupenda. Akamwambia yule mtumishi amtumie namba, akamtumia namba. Alipochukua namba wakawa wanawasiliana, akamwambia bwana, siku na vitu fulani ufanye na nini na nini na nini. Yule dada kuna kitu alikituma, kuna kiwango cha fedha akatuma, si vibaya, lakini lazima ujihakikishie mahali unachokifanya hicho kitu, lazima ujihakikishie kiroho. Akatuma, lakini baada ya pale si nini kilichoendelea, lakini wakati nakutana naye namuombea, ile mapepo sasa anasema huyu unamuombea mikono yake hawezi kufanikiwa, kwa sababu mikono yake tayari tushaichukua. Kuna siku alifanya hivi na hivi, kwa mikono yake iko kwenye madhabahu yetu, ndio inayotusaidia sisi kuendeleza shughuli zetu za mambo yetu. Mikono yake, maana huyu mtu hata afanye nini, kile anachokipokea kuna mahali kinaenda, lakini akiji tu kwa ajili yake kumnufaisha kinaenda sehemu nyingine. Udada ajui, asema ya ilikuwa ni kipindi fulani niliwahi kufanyaga hivi, nilikutana, ndio wakati sasa amefunguliwa, namuuliza kuna mtu yuko mahali fulani uliwahi kufanya hivi, ambaye ya ilikuwa hivi na hivi. Kwa hiyo kuna madhara yanaweza kutokea, ni mengi. Mahali ambapo unaenda kutafuta msaada, mahali ambapo hakuna msaada kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa natamani tutaomba hapa juu ya madhara. Tumeomba toba na tutaomba toba, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba tunapata kuondoa kila madhara. Kama kuna ugonjwa ulienda kule ulipobandikwa mkono, kuna ugonjwa umeupata mpaka leo. Kuna wengine waliendaga mahali kutafuta msaada, alivyotoka ndio siku hiyo ndoa yake ikavunjika. Kuna mtu alienda kutafuta msaada mahali, alivyoenda tangu siku ile ameenda, alivyorudi watoto na uchumi wake na wengine ndio wakafukuzwa kazi kabisa. Kwa hiyo kuna madhara mengi kiroho. Tutapata kuomba hapa rehema za Mungu tena, lakini tutaomba kwa nafasi yetu katika ulimwengu wa roho. Mungu atusaidie kuondoa kila madhara. Lakini katikati ya hawa wote ambao madhara yanawatokea, wapendwa katika Kristo, natamani ujue kuna aina ya watu ambao wakienda hata kutafuta msaada mahali, sifundishi kwa habari ya wewe uende kutafuta msaada mahali ambapo siko, ila kuna aina ya watu wanaweza kuingia mahali ambapo kuna uharibifu lakini wasipate madhara. Wapo, na sheria inarudi kule kule ambako nilikwambia, kumtumaini nani? Mungu. Na kuna mahali pengine Biblia imetafsiri hawa watu ni wale ambao wameamua kulichagua jina la Yesu peke yao na si jina lingine. Sisi tunaelewana vizuri? Kuna watu huwa wanafika level, nichukulie tu kwenye upande wa kanisani, wanafika level sio tu kumwabudu Mungu, wanafika level ya kumwabudu mtumishi. Yaani akiona kuna mtu au akisikia kuna mtu anafanya vitu fulani
na yeye anaamini kwamba huyu ndio atakayenipa mimi msaada. Wakitoka kwenye eneo linaitwa Mungu ndiyo anayeweza kunipa msaada kupitia mtu. Si tuko pamoja hapo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanaingia mahali ambapo kupata madhara. Sasa kuna watu wale ambao wao wanajua wanamwabudu Mungu aliye hai, yaani tumaini lao lipo kwa Mungu, kwamba Mungu ndiye atakayenisaidia. Hawa watu kuna kitu huwa kinatokea kwenye ulimwengu wa roho. Hata wanapoingia mahali ambapo kuna uharibifu kwa ajili yao, kuna aina ya madhara hawawezi kuyapata. Nazungumza kwa habari ya ukina Shadrach, Meshach na Abednego ambao waliingia kwenye tanuri la moto. Wameingia kwenye mji ule ambao mfalme alikuwa anataka wao wamwabudu, lakini wao walikataa. Waliingizwa kwenye tanuri la moto ambao kiuhalisia Biblia imeonyesha pale kuna aina ya madhara walitakiwa kuyapata, lakini hawakuyapata. Biblia inasema walivyotoka kwenye tanuri la moto, hata nguo zao hazikunuka moshi wala nywele zao hazikupata shida yoyote. Si tunaelewana vizuri? Ni wale tu ambao watakuwa ndani yao wana kitu kinaitwa kumwabudu Mungu ndani yao. Tasoma kitabu cha Danieli sura ya 3 kuanzia mstari wa 20 na kuendelea. Nazungumza kule mbele Shadrach, Meshach na Abednego. Kuna aina ya watu wakiingia kwenye eneo ambalo kiuhalisia hawawezi kupata msaada, kuna aina ya madhara hayawezi kuwapata. Na kodi mojawapo ni kwa nini? Ni wale walioweka tumaini na kumwabudu Mungu kwenye maisha yao. Taniuliza mtumishi, hivi vitu vinaendaje? Kitabu kile cha Isaya sura ya 11 mstari wa 8, pia mstari wa 8 mpaka wa 9 anazungumza pale, asema kuna watoto wakiingiza mkono wao kwenye pango la joka au fira, wana uwezo wa kutoa mkono wao na wala asidhurike na kitu chochote, kwa sababu wao ni watoto wa nani? Wa Mungu. Tusome kitabu cha Isaya 8, sasa nenda mstari wa 9. Anazungumza mstari wa 9 pale, asema wala hawatadhurika. Mstari wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utasoma hapo siri hapo kwenye mstari wa 9, naweka tu hapo mstari wa 9. Anazungumza pale kusema ni watoto wa Mungu. Kuna mahali anazungumza habari ya watoto wa nani? Wa Mungu. Ukija kwa Shadrach, Meshach na Abednego anazungumza kwa habari wao walikataa kumwabudu Mungu mwingine, ila walimwabudu Mungu wa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mahali pengine kule kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 18, Marko 16 mstari wa 18 anazungumza hapa, anasema kuna watu watakula chakula cha kufisha na hawatadhurika. Ni wakina nani? Wataingia kwenye pango la fira. Kuna kanisa wataingia, ni kanisa ambalo sio la Mungu wao, ila wanaweza wakaingia na wakatoka wakiwa salama. Hawa ni wakina nani? Kitabu kile cha Warumi sura ya 11 mstari wa 3, ukisoma pale kuendelea, inatupa picha nzima hawa watu ni wakina nani. Warumi sura ya 11 kuanzia mstari wa 3 anasema Bwana amewaua manabii, wamezibomoa madhabahu zao, nami nimesalia peke yangu, nao wananitafuta roho yangu. Lakini ile jawabu la Mungu yawaambiaje? Nimejisazia watu 7,000 wasiopiga goti mbele ya bahari. Nimejisazia watu shingapi? 7,000 wasiopiga goti mbele ya nani? Ya bahari. Basi hivi wakati huu sasa yuko mabaki waliochaguliwa kwa neema. Kwa hiyo kuna kitu kingine kinaita kuna waliochaguliwa kwa neema. Kuna watu mnaoona watumishi, lakini kuna watumishi wapo wapendwa katika Kristo, Mungu amejisazia. Wapo manabii mnaowajua, ila kuna manabii Mungu amejisazia. Anazungumza hawa watu, ndio hawa watu wana uwezo kuingia kwenye uharibifu na hawaharibiki chochote. Story moja iliwahi kusema, aliwahi kumtegea dada fulani yule kaka, akasema tulimtegea mdada fulani mrembo, tukasema akienda kulala naye basi vipawa vyake, neema yake, nguvu zake, kila kitu kitaishia hapo. Alafu yule mtu tukashangaa ameingia kwa yule mtu na amelala naye, na tunashangaa mbona hakuna kitu kilichoharibika. Kilichotokea ni kwamba yeye ndo alikuja akaharibu mambo yetu. Anazungumza hawa wakina Shadrach, Meshach na Abednego ambao wana uwezo wa kuingia kwenye tanuri la moto na wakatoka salama, na inawezekana wakaharibu tanuri lako.
Wanazungumza na habari ya kina Daniel ambao aliingia kwenye tundu la simba ambako kuna a lion with the angry lion, simba waliokuwa wana njaa. Aliingia na akatoka salama. Siri ni moja, nimejisazia manabii wangu wasiopiga goti kwa Baali. Ifike level, wapendwa katika Kristo, uadhimie moyoni mwako kwamba kiukweli, iwe mvua, iwe jua, iwe ni moto au baridi, sitaweza kumwabudu Mungu mwingine zaidi ya Mungu wangu. Katikati ya kutafuta msaada, unakotafuta msaada kwingine, unaweza usijue kwamba hapa ni pa Mungu au sio kwa Mungu, lakini kiwango cha wewe kumwabudu Mungu wako na kutumaini ya kwamba kiukweli na mwabudu Mungu wangu peke yake, kuna mahali utaingia ambako wenzako wakiingia watoki salama, lakini wewe utaingia na utatoka salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa natamani tutaomba hapa kwa dakika chache. Mimi sijui ni madhara gani yameweza kutokea. Wengine tunazungumza hapa si madhara yaliyowahi kutokea kwa upande wa Mungu, kwa shetani. Waliingia na wakatoka salama, lakini walikuwa na ugomvi na Mungu wao kama Ahazi. Umeendaje kutafuta msaada kule wakati kuna Mungu wako huko? Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako hapa, tupate nafasi ya kuomba na Mungu atatusikia katika jina la Yesu. Hebu nyanyua mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninasimama tena mbele ya madhabahu yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba tena, ninaomba rehema, ninaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mahali nilipoenda kutafuta msaada ambako hakuna msaada kwa ajili yangu, sema Bwana Yesu, ninaomba rehema, ninaomba unitakase kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaileta familia yangu, ninaleta wazazi wangu, ninaleta ndugu zangu, kila mahali walipoenda kutafuta msaada ambako hakuna msaada kwa ajili yao, sema Bwana Yesu, ninaomba rehema juu yao, ninaomba toba juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, kila madhara yaliyonipata mimi na familia yangu, kila mahali nilipoenda kutafuta msaada, sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninaomba kwa neema yako, ninaomba kwa neema yako, ondoa kila madhara, ondoa kila madhara, ondoa kila mauti, ondoka kila kutokupiga hatua, ondoka kila kutokusimama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu omba kwa dakika chache, mwambie Baba, ondoa kila madhara, kila madhara yaliyotokea kwenye maisha yangu hapa. Mwambie Baba ayaondoe, maana kuna mahali ambapo Mungu mwenyewe ndio anaachilia madhara. Tumeomba toba, lakini kwa neema Mungu anaweza kutusaidia akaondoa kila madhara. Wengine kuna mahali ulienda tangu siku hiyo uchumi wako hauendelei, kuna mahali ulikanyaga, kuna mambo yako yakafungwa. Asubuhi ya leo mwambie Baba, 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 achilia msaada wako tena, ondoa kila madhara, ondoa kila madhara kwenye uchumi Baba, ondoa kwenye ndoa Baba, ondoa kwenye watoto wangu, ondoa. Mwambie Baba, hebu lia mbele za Bwana, mkono wa Bwana upite kila mahali, upite kila mahali. Mwambie Baba, ondoa kila madhara. Mwambie Yesu, nisaidie hayo madhara, ondoa Baba. Rapa karaba bashandorobo likoria mandorobo sika likataraba baba. Hebu paza sauti yako tena, mwambie Baba, mauti iliyokaa kwenye uchumi, mauti iliyokaa kwenye ndoa, mauti iliyokaa kwenye huduma, mauti iliyokaa mahali popote, mwambie Baba, asubuhi ya leo ondoa hiyo mauti, ondoa hiyo mauti, hiyo roho ya uharibifu iliyosimama mbele yangu, kwenye nyumba yangu, kwenye uchumi. Mwambie Baba, pita kila mahali, pita kila mahali, pita kila mahali, hiyo mauti iondoke, hiyo mauti iondoke. Rapa karaba baba likataraba koria baba. Hebu omba mbele za Bwana, mwambie Baba, ondoa hiyo mauti,
mamlaka ulionayo, mamlaka ulionayo. Hebu sema kila mauti yoyote iliyokaa kwenye uchumi, kila jambo lolote, kila madhara yaliyokaa mahali popote, tumia mamlaka yako sasa. Liamuru hilo pepo la mauti lilokaa hapo, liamuru, liambie ondoka, liambie ondoka. Hiyo mauti iliyokaa hapo, liambie ondoka kwa jina la Yesu, liambie ondoka kwa jina la Yesu. Wengine tangu mmekanyaga mahali fulani, pesa zingi kwenye mikono yenu. Hebu kemea, liambie umasikini ondoka, pepo wa kukataliwa ondoka, pepo aliyechukua kibali changu ondoka kwa jina la Yesu. Kemea kila mahali, visemeshe tumeomba toba na Mungu ametusikia. Hayo madhara tuliokanyaga mahali, yameondoka. Nimejua na nimetambua, Mungu wa Israeli, Mungu wa baba yangu, Mungu katika jina la Yesu, nimejua naweza kunisaidia. We pepo aliyekaa hapo, ondoka kwa jina la Yesu, ondoka kwa jina la Yesu. Kemea kila mahali, yamuru hiyo hali ulionayo, yambie ondoka, ikemee kila mahali, ikemee hiyo hali mbaya. Rapa koria mando. Kwa dakika chache, hebu paza sauti yako, mwambie Baba, ninaomba msaada mbele zako, ninaomba unisaidie, ninaomba msaada kwenye kila eneo kwenye maisha yangu. Mwambie Baba nisaidie, mwambie Baba nisaidie. Nimegundua ya kwamba wewe kwako ndio kuna msaada, wewe kwako ndio kwenye msaada. Nimejua leo kwamba kwako kuna msaada. Ninaomba msaada kwenye uchumi wangu, ninaomba msaada kwenye ndoa, ninaomba msaada kwenye kila eneo. Rapa koria mashanda. Omba kama vile Daudi alivyosema kwenye kitabu cha Zaburi. Anasema, nitazama milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeifanya mbingu na nchi, yeye asiyelala wala asiyelala, katika jina la Yesu. Hebu mwambie Baba nisaidie, mwambie Baba nisaidie, mwambie Baba nisaidie. Sina mahali pengine pa kutafuta msaada ila mbele ya madhabahu yako. Sina mahali pengine pa kutafuta majibu kama vile Ahazi. Baba, nimejua majibu yanapatikana kwako. Mwambie Baba nisaidie katika jina la Yesu. Hebu anza kumshukuru Bwana. Mwambie Baba, ninakushukuru, asante Bwana mabwana, katika jina la Yesu. Mpigie Yesu makofi mengi ya shukrani katika jina la Yesu.